Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Kwa majina ni Michael Otieno kutoka Siaya, kijiji cha Muhanda, Nyamninia. Siku ya leo ni siku ya furaha kwangu kwa sababu nimewezeshwa kufanya ile jambo ambalo nimetamani sana kwa maisha yangu ili niifanye, na nashukuru Mungu kwa sababu ameniwezesha nikafika wakati kama huu. Nimewakaribisha sana wageni kutoka mbali na kutoka karibu, marafiki, majirani. Nimewakaribisha sana sana sana. Natarajia siku ikuwe ya kufana na siku ya furaha ya. Kwa majina naitwa Cornel Ojwang. Anafurahia siku ya leo kama best man kwa Michael na Margaret kwa harusi yao ya siku ya leo. Nimejua siku kama leo ni siku ya wachache na wengi huwa wanatamani, hatua zinakuwa na changamoto. Na kwa hivyo kwa siku ya leo mpaka mahali tumefikia hapa, tunashukuru Mungu na tunazidi kumuinua. Kwa hivyo kwa harusi tunaalika marafiki na wale wamealikwa, familia na majirani, kwamba njooni tusherekee pamoja, tuone wema wa Bwana. Na pia hata kwa wale ambao hawajafanikiwa kufanya mambo kama hii ni kielelezo kwamba hata wewe pia inawezekana. Karibu, tunasema ni asante na tunazidi kuwaombea. Tunaamini kwamba ndoa si harusi, ndoa huanza baada ya harusi. Kwa hivyo zaidi ya yote tunawatakia ndoa iliyobarikiwa, na Mungu azidi kuwapanua na bariki hata kazi ya mikono yao. Asanteni sana. Ananyenga ilungu ni William Kudawaga. Aneja ni Michael Otieno. Molo ya moro godi ching makawuni wanya sayo ote mano maber. Omiyo godi ching mane oponen wanya lochungu. Kukumte komare mwono mare omwaji. Molo adoko ni jogo duto siepe. Wade nyaka gijo kanisa duto ma omiyo nyasi makama eri uchopo kani. Omiyo mora hinya kenda goni sayo. Iluonga ni Jena Umapudha, an nyasakwa, ani min Michael Gumagi. Mokwongo adwa goni Jehova Nyasaye erokamano kuom ng'uono motimonwa bochopo odiechieng' ma kawuononi. Omiya mor kenda mor mang'eny. Adwa go erokamano ni jatelo pastor maduong'. Pastor maduong' gimamedo gone erokamano nikech osebedo kochung nyithindagi, obedo ni genie rach, obedo ni genie ber, to en kodgi. Omiyo gone erokamano kendo amedo ting'o nyinge malo. Jo kanisa duto be adwa gone erokamano kuom ng'uono margi kaachiel gi hera margi ma giherogo Michael, ma gisebedo ka giritego nyaka sani, obedo ni genie ber, obedo ni genie rach. Agon gi erokamano mang'eny. Nyasaye omed gwedhogi kendo chieng' moro gitim ne jomoko machielo. Erokamano.
wa mbinguni, jina lako litukuzwe Baba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Yeah, Baba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Yeah, Baba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Yeah, Baba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Eh, litukuzwe. Litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Oh, litukuzwe. Margaret Mutai. Today is my wedding day. I'm excited about it. It is a dream of every lady, and by God's grace, He has enabled me. And I believe that God planned this day. I never knew that it could reach a moment like this in my life. It has taken the grace of God to be where I've reached. And today being a big day, I welcome everybody. I'm happy that everybody is just around, the friends, my family. The journey that I started with Michael as a secret, today is going to be unveiled to everyone. That we started, the way the Bible says, that the beginning can be small, but the ending can be very big. We started small, but this day we are marking a beginning of a very big and ambitious life. So I welcome everybody to my occasion to celebrate with me what God has done. I'm Lilian Ojwang. It is a blessed day to stand with Michael and Margaret. It is a long journey that they've started, and today marks the big day that many has been anticipating to reach. But being that God has been on their side and on our side, He has fought for their battles, and today God has crowned them with the favor, making it to ensure that the day comes to a success. Indeed, the Bible says that he who began a good work in them must bring into accomplishment. It has been a long journey, and we believe that it's gonna be a very exciting and enjoyable day, as we believe that the Lord will make them shine bright. I'm so delighted for the day of today. Margaret has ametuletea neema katika boma yetu. Maggie, today is your big wedding, na unapofanya harusi tunakuombea mema na Mungu akubariki. I want to wish Margaret and Michael all the best in their wedding. God has begun good work with them and is going to finish. Maggie, na kuombea baraka mahali unaenda kuoneka pamoja na familia yako. Mungu akubariki, akupee maisha mazuri, ukae kwa ndoa yako miaka na miaka. Ni hayo tu. Litukuzwe, jina lako litukuzwe. Utakalo lifanyike dunia kama uko mbinguni, ufalme wako ushuke, utawale maishani mwetu, tupe leo riziki zetu, tusamehe makosa yetu, uturehemu Baba yetu, utusamehe kama nasi tunavyowasamehe wale waliotukosea Baba. Mokozi ofani na lola yambalo yembo tomemelio Yozalisa memalamu Yozalisa mbakitoko Poke ya vigelegele ya wanarusha Wanakuletea wana Yawe, 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 Yawe
litukuzwe jina lako, litukuzwe.
Asanteni sana watu wa Siku, naona mmetii masharti. Mungu awabariki sana. Bwana harusi mwenyewe ndio huyo. Furahi, moyo furahi, Mungu umetutendea. Asante sana, bwana harusi amefika. Asante. Wapi makofi? Wapi shangwe na vigelegele jamani? Piga shangwe na vigelegele. Asante Baba. Nashukuru. Asante Baba. Nimekuja na neno moja ni asante. Nimekuja kwa shukrani asante. Sina kingine mimi Baba asante. Maneno ndio hayo. Leo tutarudi nyumbani tulivyokuja. Wapi vigelegele? Asante Baba. Nimeona neema zako Baba. Nimetambua huruma zako Baba. Wapi vigelegele jamani? Baba. Nimetambua huruma zako Baba. Bali umenitendea ni wewe. Tusonge
vigelegele. Wapi shangwe na vigelegele? Shangwe na vigelegele. Na kila mtu akaweze kusimama, tusimame tunapofungua ibada yetu rasmi kwa maombi. Asante kwa kuifanikisha siku hii na kuifanya mtakatifu, ikafane ikawe jinsi ilivyo Bwana. Asante kwa sababu ya Bwana na biharusi ukawa ndani kwa sababu ya siku hii, wakaweze kufanywa mwili mmoja katika madhabahu haya. Tunaalika Roho Mtakatifu wa Bwana akachukua usukani katika kila kipindi, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Piga shangwe na vigelegele kwa Yesu. Piga makofi ya juu. Jimbo la kila kitu, jimbo la nyumba yako, jimbo liko kwa Yesu. Siende kwa waganga, jimbo liko kwa Yesu. Siende kwa waganga, jimbo liko kwa Yesu. Jimbo liko kwa Yesu. Jamani chazia Yesu. Yule mziki wa Yesu. Kisikia ukiwa na Yesu, kisikie. Kisikia ukiwa na Baba, kisikie.
Tuamini na tuombe. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, mioyo yetu imejawa na shukrani na furaha. Asante ni kwa sababu ya siku hii ambao tumeingojea, na Baba umewezesha kufanikiwa. Mbele zetu kuna bwana na bi harusi, Bwana, jamaa na marafiki, na Bwana kusanyiko lote la Mungu. Tunaomba ya kwamba tunapoendelea katika ibada hii, wacha ukaonekane, wacha na ukatukuke, na hata neno linapopita likapata nafasi katika ndani ya kila mmoja. Jina lako na likapata kubarikiwa, limetiwe na kuinuliwa. Ni katika jina la Yesu tumeomba, na hata tukiamini. Mtu wa Mungu sema amen. Amen. Salimia watu wawili ukiwaambia karibu sana. As you sit down, don't go down in life. Ambia mwenzako unapoketi chini, usiende chini katika maisha. Hello. Wangapi wanafurahia kuwa katika mahali hapa siku ya leo? Karibu sana to the Power of Jesus International Ministries. Tunajua muda wetu umeenda sana, lakini makosa sio yangu. Bwana Yesu asifiwe. Makosa sio, na ingekuwa uwezo ningewapiga fine. Bwana Yesu asifiwe. From saa 4 tunaingia saa 6:30. Kwa hivyo sasa msianze kunikondolea macho mseme pastor unakula muda. Na ningependa fungua Biblia yako, na ningependa kunena how to pattern your marriage. How to pattern your marriage. Najua leo ni kama semina ya wanandoa, si ni kweli? Hata kama yako inaonekana inakaa inalewa, inaweza simama tena. Amen. Chuna mwenzako mwambie hata kama yako inaonekana inalewa, inaweza simama tena. Kwa hiyo so hapa umekuja kupata dose ya kukusaidia. Ningependa tusomewe the book of Genesis chapter 2 verse 18 to 25 and the book of Proverbs chapter 11 verse 29. Mwanzo 2 mstari wa 18 hadi 25 na Methali 11 mstari wa 29. Ningeomba tusomewe kwa Kiswahili, yangu ni katika Kiingereza, na ningependa tupate kuwasiliana. If you have gotten it, pastor, you can read it to the mic. Yours is in English. Nani yako na Kiswahili hapa? Kuna mtu ako na Kiswahili? Haya, soma hata kama ni ya Kizungu hiyo. Watu ni wasomi. Kipigie makofi kwa kuwa msomi. Lakini nitahubiri kwa Kiswahili. Haya, soma. Genesis chapter 2 verse 18 to 25. Genesis chapter 2 verse 18 to 25. The word of God says, "And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper comparable to him. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man." Proverbs 11 verse 29. Proverbs 11:29. The word of God says, "He who troubles his own house will inherit the wind. The fool will be servant to the wise of heart." Atabishaye nyumba yake mwenyewe ataurithi upepo, na mpumbafu atakuwa
What does it say, the last part? And the fool will be a servant to the wise of heart. Na mpumbavu atakuwa mtumwa kwa mwenye hekima. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba kwa dakika chache tu usiswitch off, nikapate kunena na wewe, na kila ambacho tunaweza shiriki hapa kinaweza kukusaidia, kinaweza kunisaidia na kikatusaidia wote katika hali ya jamii zetu ama ndoa zetu. Nimesema ningependa kuzungumzia namna ama how to pattern your marriage, namna ya kuunda ama kutengeneza ama kuelekeza ndoa yako. Mahali tumesoma Mwanzo 2 mstari wa 18 hadi 25, maandiko inaanza kwa kusema, na Mungu akasema sio vema mwanamume awe peke yake. Haleluya. Na kwa sababu ya hiyo, kando na viumbe vyote alivyoviumba, akavipitisha mbele ya Adam. Adam akawa anavipa majina, lakini katika vyote hakuna kile kilikuwa na uvuto kwake. Na Mungu akasababisha damu akaingia kwenye usingizi, na alipoingia kwenye usingizi akamtoa ubavu wake mmoja, na kisha akamuumba ama akachukua udongo akapuliza pumzi, na akawa ni Eve ambaye ni mkewe. Baada ya Adam kuamka, alipoonyeshwa Eve akasema, hii sio kama simba, hii sio kama ndovu, hii sio kama paka, hii ni mfupa wa mfupa wangu na ni nyama ya nyama yangu. Haleluya. Na maandiko nasema tangia siku ile wakashikamana, wakawa kitu kimoja. Na akasema hii ndio sababu mwanamume atawachana na baba na mama, na kisha wataunganika wakawa mwili mmoja, na hawakuona haya tena. Ningependa nizungumzie mambo manne peke yake. Kusudi, jambo la kwanza, the purpose of God ni kwamba ni one man, one wife. Hello? Na kwa hivyo kama uko na wawili usijukumu, lakini mimi naleta neno la Bwana. Kusudi la Mungu ni kuwa mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Maana Adamu alipolala, alipoamka, alikutana na mwanamke mmoja kwa jina Hawa. Akupewa wanawake wawili. Haleluya. Kwa hivyo as a church we advocate how to pattern your marriage. Na kusudi la Mungu ni kwamba mume mmoja, mke mmoja. Sema amen. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo the way to pattern your marriage, jambo la kwanza, one man, one wife. Point number 2, you must live to cleave. Lazima uache ili uambatane ama ushikamane. Hapa ndio shida iko. Kumbuka Abraham in Genesis chapter 12, Mungu alimwambia toka kwa watu wako, enda kwa nchi nitakao kuonyesha, na mimi nitakubariki. Haleluya. Ukitaka ukae na amani katika maisha, lazima mtu utoke. Enda uone jamii, watu wamejenga pamoja kando na kando, vita ni mingi, lakini watu wanapokaa apart, amani inakuwa. Hata ukionekana nyumbani unakaribishwa na heshima. Ni kweli ama ni uongo? Kwa wale mnakaa kwa homestead, na yule mwenye anakaa nje anapokuja, nani anapokelewa sana? Kwa nini wa nje anapokelewa? Alitoka, maana alitii maandiko. Ambia mwenzako toka. Ambia mwenzako toka. Wacha kukuamilia mahali moja. Mimi hapa siwezi toka. Unapotoka nje, Mungu naye atakubariki. Sema amen. Kuna njia 4 za kutoka. Kwanza lazima utoke physically. Ambia mwenzako physically, not spiritually. Lazima utoke physically.
Kijana kabla hajaoa anaweza spend muda wake mwingi katika nyumba ya mama yake, lakini wakati amepata mke, masaa yenye alikuwa anakaa na mama inapungua. Hiyo masaa anakaa na bibi yake ama mke wake. Ndio mwenzako, hiyo ndio kuanza kutoka physically. Ukikuta mwanaume ameoa ako na mke na anakaa kwa nyumba ya mama yake mpaka saa 6 saa 7, ndio mwenzako, there is a problem, there is a big demon there, inastahili kukemewa na ipigwe mateke, mangumi ikiwezekana. Create time with your wife. Hallelujah. Unakuta kijana anakuja na kuambia mimi nishakula kwa mama. Kila siku mama amenipikia. Kila siku mama amenipikia. Wewe mama, tutakutumia radi ya Roho Mtakatifu. Ni mama mgani bibi mgani atakubali? Unapika kila siku, unaambiwa nimekula kwa mama. Si utawacha kupika? Halo? Ambia mwenzako operation vijana waende kwa mabibi zao. Sungusha namna hii. Sema waame na waende washikamane wakae na amani in the name of Jesus. Ndio unakuta vita zinaanza kati ya mama mkwe na bibi ya kijana. Maana time alikuwa anapata sasa hapati. Kwenda mawongo. Kila alikuwa anapata hapati. Lazima muache. Haina apili ya kutoka, ni economically. Ambaye mzako economically. Hali ya kipesa. Ni vyema akusaidie, lakini hata kusaidia kama vile sasa ako na jamii, maana majukumu yameongezeka. Nachukia mwanaume mwenye kila wakati anasema mama yangu amesema, mama yangu amesema, mama yangu amesema. Ni lini baba atasema? Alo? Kila kitu huko kwako, mke huko kwako umeoleka. Kila kitu naongea mama yangu amesema. Wewe unasema nini? Muulize wewe unasema nini? Wacha kusema ile mama anasema na baba. Wewe kama mke wa hiyo boma unasema nini? Wewe kama kijana wa hiyo boma unasema nini? Kwa hivyo tumesema tunatoka jambo la kwanza physically. La pili economically, hali ya kifedha. Kwa hivyo kama ulikuwa unapewa mama 5,000 na sasa kijana ameoa na kupatia 3,000, hapana uliza 2,000 ilienda wapi, unajua mahali inaenda. Halo, mwambie imeenda kwa nywele. Maana kuna mtu amekuja, lazima atengelee. Piga Bwana Yesu makofi mazuri. Aina ya tatu ya kutoka influence. Hakuna mtu hataki kuwa na independence. Kila marriage inataka kuwa na independence yake. Na ningependa kuwa na ndoa ambayo iko remote managed. Uko hapo tu, mama uko hapo tu, kijana uko hapo tu, ni remote inafinywa right, left, kaa chini, simama. Yaani maisha yako yote ni remote control. Ambia mwenzako hiyo remote leo tunaipasua katika jina la Yesu. You need independence. Sisimamie. Ni makosa wewe kijana umeoa na unasema uko tayari kuoa na bado unarudi kwa wazazi kuambia mtoto amegonjeka nitumie pesa. Leo nalala njaa, mama baba nilishe. Shame on you. Hello. So tumesema ngapi hiyo? Physically, economically and influence. Sana influence of the mind. Unajua mtu anakuinfluence kwa mawazo. Mawazo ndio inaamua kila kitu. Yule anaweza control mawazo yako, ata control kila kitu. Ndiposa Warumi 12:2 nasema, do not conform to the patterns of this world, but be ye transformed by the renewal of your mind. Ambia mwenzako gusa kichwa namna hii.
mawazo yangu fanywa upya kuanzia siku ya leo. Wacha kufikiria kama enzi ya Vasco da Gama. Kuna mtu anafikiria enzi ya Vasco da Gama. Na dunia imeenda mbele. Unakuta dunia imemovertake, amebaki nyuma. Hautabaki nyuma kwa sababu umeingia katika ibada hii. Kama unaamini sema amen. Watu wanasema sitabaki nyuma, nitasonga na majira vile yanaenda. Na Mungu akapate kuwabariki. Swali nakuuliza, who are your friends? Kuna marafiki watakusaidia kujenga nyumba yako na kuna marafiki watakusaidia kubomoa nyumba yako. Uliza mwenzako, marafiki wako ni akina nani? Wanaleta msherehe na hakuna, ndio mkosane, maana wameona mnakaa vizuri. Na wewe mjinga unaamini na unafuata. Mzaa kichwa umefura kama buffalo yenye imewekwa baking powder times 10. Mtu hata hajakuwa na enda mahali umekuwa. Na labda amekuwa na kutafutia. Namwambia enda mahali umekuwa. Aya, point number 3 sasa. How to pattern your marriage is companionship. Mbona zako companionship? Kwa Kiswahili companionship tunahitaji Mungu aliona Adam ako peke yake. Kizungu inasema akamtengenezea help meet. Msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Lengo kubwa la ndoa ni watu kusaidiana. Mama asaidie mume wake, mume asaidiane na mke wake, na jamii ipate kusimama na kuendelea mbele. Ndoa haiwezi mama ikiwa ni bidii ya mtu mmoja. Mama uko na role ya kuplay, baba uko na role ya kuplay. Kila mtu anapocheza laini yake na namba yake vizuri, timu lazima itashinda. Timu ni nini? Familia. Bwana Yesu asifiwe. Kama unajua kuna watu wameoana lakini hawana ile urafiki. Hawana ile companionship. It's like two strangers living under the same roof. Unatarajia nini? Hakuna ndoa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokuletea mke, amekuletea msaidizi. Ndiposa Mungu akasema sio vyema mwanaume naishi peke yake. Na mwisho as I finish, number 4, openness. Ambia mwenzako uwazi. Na hapa nitajenga hema kidogo. Sema pastor, nitajenga hema kidogo hapa. Uwazi. Ndio nasema and both were naked. Na wakwaibikiana. Inamaanisha uwazi. Kuna mambo inafaa tuwe nao na uwazi. Ni vyema as couples mkuwe na uwazi wa madeni mlio nayo. Utakuta mume ako na deni, mke ako na deni na mwingine ajui. Pesa inakuja inaenda, inakuja inaenda. Ukiuliza inaleta ni shida kwa sababu atafikiria you are financing another family elsewhere. Kwa hivyo ni vyema mnapoishi pamoja, ambia mwenzako niko na deni ya hii kiwango na ngangana kulipa. Anaweza kusaidia maoni namna ya kulipa. Jambo la pili ya uwazi ni katika mambo ya assets. Kuna watu wanakaa pamoja mke na mume. Mume amenunua magari, amenunua mashamba, amejenga manyumba na mke ana habari. Mjaisikia mambo ikifanyika? Na mtu akikufa vitu zinapotea na zinaenda hivi, maana mke wake akuambiwa. Watoto hawajui. Na wale walikuwa marafiki walijua, wanageukia zile vitu, wanazifanya zinakuwa zao. Kwa hiyo you need to be open. Uwe na uwazi katika assets, katika debts. Bwana Yesu asifiwe. Na uwe na uwazi katika historically. Eleza mwenzako, mimi vile tumepatana nilizaa watoto 10 nje. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watoto 10, 6 ni vijana, 4 ni wasichana. Akaa akijua. Hello?
yetu unapeana kafisi kanakatwa kana finance another mtoto elsewhere na ujui. Hello, ambia mwenzako kuwa open of your past. Eleza mwenzako, atakapoelezwa haitakuwa kitu ya kushtua, maana anajua. Ukienda kupelekea mtu msheni, kile mtu unamwona kwamba hiyo ninajua, hiyo ninajua, utakuwa na nguvu ya kuendelea kueleza. Hiyo itakuwa ni kama unarudia mtihani yenye mtu anajua. Ni vizuri watu muelezane your past. Sema mimi nilikuwa journalist, lakini Mungu amenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hata umekutana na mtu, ambia mwenzako huyu alikuwa girlfriend yangu ya zamani, lakini tuliwaachana tangu nikupate, uliniroga na ukaniweza. Si eti akuje kuambiwa. Halo. Sema uwazi. Na lazima uwe na uwazi physically na katika spiritually. Lazima uwe wazi. Unajua kujua mawazo ya mtu nini iko ndani ni ngumu mpaka akwambie. Naweza kuangalia, nafikiria tuko pamoja, lakini ndani ya roho uko mbali. Haleluya. Unaweza ona mtu amepiga magoti physically, lakini ndani ya roho amesimama na anakukondolea moja anasema Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi ya yote asaifinish, atabishaye jamii yake mwenyewe ataridi upepo. Hebu inua mkono wako juu, mwambie Mungu akusaidie kwa dakika moja kulingana na vile neno umelisikia. Mwambie Mungu nisaidie to pattern my marriage in a good way. Nisaidie mfalme wa falme, kwa yule uliyenipatia akawe a companion, nikawe open kwa mwenzangu. Leo tuko hapa kwa ajili ya kuunganisha ndugu Michael Otieno and Margaret Muhaya katika harusi. Paulo anasema na ndoa iheshimike na watu wote, na anayeingia ndani ajioje vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ili tukijua Yesu atakaporudi tusikapate kuaibika. Uko na sababu tosha ya kusema hii harusi isiendelee. Kama iko sema iko sababu, na kama hakuna useme hakuna. Haya, tusikie kwa dada, labda malaika Mikaeli alikuja usiku akasema mimi ni wavita. Harusi itaendelea. Harusi iko ama hakuna? Ipo. Haya, pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Haya, narudi kwa kanisa. Kuna mtu yeyote aliye na sababu tosha ya kuzuia hawa wawili wasiunganishwe? Isiwe kuna siku moja kwa harusi kitangazo mmoja akainua mkono, hali ikanyamaza na kutulia, akaambiwa songa mbele, akasema pastor, hiyo ulikuwa unasema sikusikia, rudia tena. Watu walikuwa wanasema leo ndio leo harusi nasimamishwa. Sikukuwa napinga, ni ile nilikuwa nasema pastor, rudia tena. Bwana Yesu asifiwe. So kunaye mtu hapa kuna sababu ya kuzuia hawa wawili wasiunganishwe pamoja. Kunyamaza inamaanishaje? Hakuna. Na kama hakuna, ambia mwenzako unyamaze milele. Usilete nyevu yako tena. Kuanzia siku ya leo, ukiwaona washangilie, ukiwaona watie moyo, ukiwaona wapongeze. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba the parents kwa ndugu and the parents kwa dada wasimame. Maana hao wamesema hakuna sababu. So kama hakuna sababu, nani atazuia? So wazazi mtakuja mnikabidishe kijana, na pande hii mnikabidishe ama mkabidishe, mtafesiana. Wazazi wa pande hii na wazazi wa pande hiyo mtakuja mumiti hapa katikati na msalimiane vizuri, ukimwambia nimelea na kupokeza leo officially. Sawa sawa? Haya, wazazi shika msichana wenu vizuri, na wazazi mshike kijana wenu vizuri.
Sasa tembea na ujasiri, maana leo ni hadharani, ikiwa past saa 6. Peana officially. Wakupeana wapeane, wakupokea wapokee, na wapokee mzuri. Ndio best couple anakuwa bodyguard nyuma, unasindi kutoka nyuma. Sema kusindi. Haya, letana mkutani yako mahali mnasonga, lazima kwa kuna kusonga. Vile wanatembea mzuri na mrefu, unasikia namna gani? Ndio mwenzako wenye wingi wa kinyonge. Wapewe microphone kama kuna kitu anataka kuambia. Kwanza peana pande ya dada mzazi. Kama kuna kitu unataka kuambia kijana yako, unataka kuambia wazazi, sema kwa dakika moja. Mungu Mseo unasemaje? Uko tayari kupokea? mimi pia nasema jinsi mwenzangu alisema, ninafurahi sana kwa kuwa kusimama mbele yenu hapa kupatiana wenu watoto wetu ili wakae na waishi na amani hadi milele. Amen. Haya, shikana mikono sasa. Ndugu Mike, pokea sasa. Kwa sasa shikana mikono. Mpeanane mkono mkipokea, mkisema asante kwa kulea na muendelee kulea. Bwana Yesu asifiwe. Wapi sikatagala yawa? Amen. Wazazi mmefanya kazi mzuri, sasa mnaweza rudi mkae na Mungu awabariki. So mmefanya kazi mzuri. Wapigie makofi wanapoenda kukaa. Nataka msonge pande hii. Kwamba wewe ni Ebenezer. Sasa umekabidishwa. Nataka ndugu Mike ukonfirm kama ni Margaret ama ni dada yake. Amevela. Inua hiyo net. Kama ni yeye useme ni yeye. Ni yeye ama dada yake? Ni yeye ama ndugu yake? Okay, kwa hiyo ni wao. Tunaendelea mbele. Nataka ushike mkono wa kuume wa dada. Mkono wa kuume ushike juu na mkono yako ya kulia pia. Right hand, right hand. Yes. Nataka nikuulize mambo haya. Kila utajibu tu ni kusema ndio. Taanza na wewe ndugu. Ndugu Michael, je, utamchukua mwanamke huyu kuwa mke wako wa ndoa halali na kuishi pamoja jinsi Mungu alivyoamuru katika ndoa takatifu? Ndio. Je, utampenda, utamheshimu na kumtunza yeye katika ulimwengu huu wa mabadiliko ya maisha na kukataa wengine wote na kuambatana naye peke yake madamu nyote mwishivyo kama ndivyo useme ndivyo? Ndivyo. Wachana mkono sasa. Piga makofi mazuri. Dada, shika mkono wa kulia wa ndugu. Nawe nitarudia mambo hayo hayo. Wa kulia yake ni gani? Je, Margaret, unamchukua mume huyu kuwa mume wako wa ndoa halali na kuishi pamoja jinsi Mungu alivyoamuru katika ndoa takatifu? Ndio. Margaret, je, utampenda, kumheshimu na kumtii katika
mabadiliko haya ya maisha na kukataa wengine wote na kuambatana na yeye peke yake madamu muishipo. Ndio. Haya, wachana mikono sasa. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Mushike mkono wa left. Nasemanga wa kike. Hapo sasa ndugu Michael, nataka utoe maneno ile inawezafanya nyoka yenye iko kwa shimo ichomoke haraka. Wewe ile maneno matamu, yaani hajawahi sikia. Asemange na hii ulikuwa umewekea wapi? Mwambie nilikuwa nimekuwekea kwa siku kama Sasa usiweke mpaka usikie kwa jina la Mungu Baba ndio unaanza kuweka. Sasa nihusisha hapo. Kwa kidole, unajua kidole inaweka? Okay, usianze kuweka. Sasa usianze kuweka. Najua uko na haraka. Bwana Yesu asifiwe. Wacha haraka. Wacha nini? Haraka. Utasema, unajua majina yako? Mimi fulani fulani na kuchukua wewe fulani fulani. Unajua majina yako, unajua majina yake. Hebu anza kwa kusema hivyo. Mimi Michael Otieno na kuchukua wewe Margaret Mhae kuwa mke wangu wa halali wa ndoa. Tuishi pamoja kuanzia leo na tuendelee katika mabadiliko yote ya maisha kwa mema na kwa mabaya, kwa umaskini na kwa utajiri. Unamwambia ukimwangalia, unaongea maneno ya upendo bwana, usiongee maneno kafukafu. Unasiaje nyinyi hapo? Weka sukari na asali. Haleluya. Usikue kama una rap. Yaani sema kama ile siku ya kwanza ulipodunga mistari na ukamtupie. Kwa ugonjwa na kwa afya. Nitakutunza. Wewe maadamu tuishipo. Kwa hivyo nakupa nadhiri yangu kwa jina la Baba. Sema kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Haya dada, na wewe chukua pete, shika mkono wake wa left. Unajua kidole ya kuwekwa. Usianze kuweka mpaka usikie kwa jina la Baba. Nataka kuona kama utamshinda. Nataka uongee sauti ile hujawahi ongelesha ile tangu umri na tangu akujue. So unajua majina yako, unajua majina yako. Sema mimi nakuchukua wewe fulani. Mimi Margaret Mhae na kuchukua wewe Michael Otieno kuwa mume wangu wa ndoa. Tuishi pamoja kuanzia leo. Na kuendelea katika mabadiliko yote ya maisha. Kwa mema na kwa mabaya. Kwa utajiri na kwa umaskini. Kwa afya na kwa ugonjwa. Nitakupenda. Nitakuheshimu na kukutii. Madamu tuishipo. Kwa hivyo sasa nakupa nadhiri yangu. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tunachukua Margaret na Michael Otieno, tunawaweka mikononi mwako. Wewe ndio Mungu unaowaunganisha, na kwa upendo wako umewafanya kuwa mwili mmoja. Wanapoendelea katika hii safari ya ulimwengu, utawazidi kuwalinda kuwa Mungu, uwatakaze, uwabariki na familia zao zote, shughuli zao zote mikononi mwako. Utazidi kuwa Mungu na wao watu wako. Mkono wako wa baraka uwabariki, wabarikiwe katika familia zao. Wanapoanza safari hii, waanze pamoja nao, watamaliza majalio yao. Hayo ndio naomba, yale sijaomba Mungu utatukamilishia. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Sasa tutaenda kusign certificate. What do you like? Msainie hapa juu ama msainie pale? Kwa meza. Kuja kwa meza. Chakutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. So these certificates, they come in triplicate. Kopi moja itabaki kwa rekodi ya kanisa, kopi nyingine itawapa, itakuwa ni yao, na kopi nyingine in less than 2 weeks iwe imefika Nairobi kwa Sheria House for filing and registration of this marriage. Mbali tumetoka na mahali tumefika, ndio maana tunatambua kwamba wewe ni Ebeneza, sio kwa uwezo wangu. Nataka kuwakabidhisha hiki cheti. Hii sasa ndio confirmed into permanency and pensionable in this marriage.
Nataka kuona mahali itawekwa. Ndio maana ninatambua kwamba wewe ndio maana kidogo umetulia leo namna hii. Si utulia kwa hivyo siku zote. Ila ni kwa uwezo wako. Leo unakubali ashike mfuko na kesho usimwambie wacha kushika mifuko yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Geuka hivi. Kuja huku hivi. Jiwe langu. Leta mikono yenu. Mikono yenu shika. Nataka uwe Ebeneza. Sasa kwa mamlaka ambayo nimepewa na serikali ya Kenya na kwa neema ya kwa mchungaji ambaye ameunganisha hii harusi, na watangaza hawa wawili kuwa mke na mume. Now I present before you Mr. and Mrs. Michael Otieno. Wapi sigara? Wapi sigara? Ebeneza. Haya mnasemaje? Sasa mnakaa mahali moja. Ebeneza. Jiwe langu uwe Ebeneza. Ebeneza. Jiwe langu Ebeneza. Ebeneza. Wewe ni Ebeneza. Ebeneza. Wewe ni Ebeneza. Ebeneza. Jiwe langu. Let's all stand up. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, uhimidiwe na kuinuliwa kwa sababu ni Mungu. Asante kwa sherehe hii ya harusi kati ya ndugu Michael and Sister Margaret. Tumeunganisha na Baba wanapoendelea na maisha kuanzia siku ya leo. Kawasaidie, neema yako ikaongezeke, ukawabariki, ukawapanulie mipaka yao, wasipungukiwe, mbingu zikawafungukie. Asante kwa ajili ya wazazi pande zote mbili, kwa ajili ya kuwalea hao wawili, na hata kukubali kuwapeana ni kwa ajili ya harusi hii. Wabariki pamoja na familia zao na kanisa lote kwa ujumla, ukazidi kukidirisha na kukitukuza. Tunapoenda na kutoka hapo tukielekea kwa reception, onekana mfalme wa falme, ukabariki watu wako. Na Baba, wale watakuwa wakimaliza wakirudi manyumbani, shetani wa malipisi, maana tunajua furaha hii tunaondoa maroho za ajali, tunakemea kila visirani, watafika salama kwa utukufu wako. In Jesus name tuomba na hata tukiamini. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Hajanipiga moto ile kali. Pige inawaka tu. Hai. Inawaka tu. Moto. Cuando la
nibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja wasopwa hata pomani, atanipa mahitaji yangu kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja wasopwa. Wapi shangwe na vigelegele, tusimame tafadhali. Bi harusi na bwana harusi wamefika. Tusimame kwa miguu yetu tukawakaribishe. Wapi shangwe na vigelegele? If I'm gonna lose, I'm gonna have a heart attack. She looks so fine. The first time I saw her, she said she don't have time. Will she be mine? I don't believe she gonna be my wife for the rest of my life. Barely believe when I say yes, I do. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni furaha tele. Hakika hata nami moyo wangu nimefurahia sana kuona mchungaji wangu leo anameremeta pamoja na mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kwenda kukata keki. Dada yangu Margaret, Pastor mchungaji, yote ni majina yake. Dada mchungaji, Pastor, yote ni majina yake. Si ni kweli?
ndio tuone next. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa chakula ambacho umeandaa. Tazama tutakapokula, wacha kiwe katika manufaa ndani mwetu. Na katika jina la Yesu naomba na atakuamini. Amen and amen. Sasa ni wakati nataka dada yetu tunakupea kisunduku, shika pamoja. Ukienda supermarket mnakuwa wawili. Akumba ni mtu akula vizuri mama. Wewe ndio utakunyima chakula. Anakula vizuri. Haya. Ati nini? Beba sasa. Haya, sasa hebu kalia yeye vizuri. Usijanganya ukwalikie. Hebu kalia yeye vizuri leo. Hapo. Haya, sasa hapo. Haya, sasa chakula chukua kitu kubwa. Bwana maki bwana. Peleka salamu, salamu zangu
wakati wa biharusi kuwalisha watumishi wa Mungu, kisha walishe wazazi wake, tukiendelea hivyo hivyo. Jamii ya biharusi, karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nasimama hapa kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekubali siku ya leo tukaiona. Tulianza kusikia samani, lakini tukingojea, si imefika. My daughter, nime hand over today wewe officially.
nimekuhand over officially. Vile ulikuwa unaishi, hiyo discipline ulikuwa nayo isonge juu, na ukiona ikisonga juu inaweza haribu, wacha ikae hapo. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, vile mumefanya namna hiyo, hiyo pete mumeweka, sasa ndio temptations zikikuja, hao wamama ambaye mmeona, ambaye ukiangalia on your left, mwingine ako on left, on right of kijana yangu, mkimbilie hao ndio dawa ambaye wata rectify hiyo problem mara moja. Ikiwashinda, huyo mzee alikuwa anaongea pale kwa kanisa, muende kwake. I don't think kama atashindwa. Ikimshinda, utafute nani? Mimi. Nikiwa niko. Si niko? Senge, niko. My son, si niko? Unitafute na tutarectify. Na Mungu awalinde kabisa. Namuombea Mungu wa amani, Mungu aliye juu. Pastor, Mungu atakulinda, mpe siku mzuri, tanilinda. Thank you. Inaleta zawadi. Jamii yote ya biharusi, kujeni, wenye wana maua mnaleta, mnamvalisha. Wale wenye wana bahasha mnaleta, wana zawadi mnaleta, tafadhali. Wale wametoka kwa magari. Foleni. Wajomba, karibuni wajomba. Tamati ya bandu be Makwara, watu ya Makwara. Tumesema na asante. Mungu ambariki. Kijana yangu kwenda kaa ngangari. Hebu niwekee wimbo. Weka wimbo sasa.
Asante. Karibuni wazazi, wajomba na mashangazi. Hiyo ni jamii ya Davison International School. Walimu wamekuja wakashiba.